na watu wa namna yote. Lakini lengo alikuwa anakaa na kutana wale watu walikuwa wanafanyaje? Wanabadilika. Sasa wewe hutaweza kukaa mahali ukae wewe mwenyewe mlioko. Kama hiyo nguvu iliyokuwa ndani ya Yesu kweli. You will never ever compare yourself na Jesus. Yeah, of course. Lakini sasa nataka uelewe kitu kimoja. Wewe unakaa na watu waliokoka tu. Sasa hao walio ambao hawajaokoka wataokolewaje pasipo nyie? Sasa ngoja nikwambie, tunachozungumzia hapa ni mazingira. Yes. Yaani kwa habari ya watu kuokolewa au kukombolewa, hivi wewe tuseme ukweli. Wewe ni kanisa lilikufuata nyumbani au ulifuata kanisa? Mimi nilifuata kanisa. Kwa sababu gani ulikuwa unahitaji ukombozi ndani ya kanisa? Sasa jua ya kwamba sio wote wanatakiwa kufuata kanisa. Nisikilize sasa. Wewe kanisa ndio lifuate kondoo. Sio kondoo afuate mchungaji. Kuna vitu viwili hapa mtumishi wa Mungu unapaswa kuvielewa kwa mapana na kwa uzuri. Kwamba hivi, hakuna mtu ambaye hayuko tayari kubadilika ukambadilisha kwa power. Kwa power gani? Yaani by your own power. Nguvu yako uwezi. Ila Mungu, nguvu ya Mungu inabadilisha. Sasa ndio hiyo tunasema roho anazungumza nini? Yes. Kama roho amekwambia nenda pale kuna watu watawafungua pale. Maana tunaongozwa na roho. Yesu hayuko tena, yuko mbinguni. Nenda pale na utamfungua kweli na watu watafunguka. Kwa hiyo kutakuwa kuna roho hiyo. Ipo. Ikiwa by the way kuna nguvu. Yaani kutakuwa kuna hiyo roho ya ulevi hapo Ndio nazungumzia kwamba kuna nguvu umetumwa na huyo roho. Iliyoko juu ya roho. Listen well, mbarikiwa. Asante. Mnakuja mtumishi wa Mungu mbarikiwa. Kwamba tunaamini siko roho mbalimbali. Lakini kuna roho iliyoko juu ya roho zote. Asante. Unaona? Sasa ikiwa hiyo roho nakuja kwenye pointi yangu. Njoo vizuri. Ikiwa huyo roho aliyoko juu ya roho zote amekwambia nenda pale Shamtown. Kuna mabinti malaya wa kujiuza. Nataka uende usiku huu wa saa 7. Utakutana nao, utawafungua. Ni kweli utafika pale, utashangaa wanapigwa baridi ambayo haijai kutokea kwao. Na unawapa neno, wanafunguka na kwambia, "Hebu niambie ni wapi twende tukamtafute huyo Mungu." Hata kama kuna wengine watakutukana because always kuna wapingamizi. Sawa, na popote wana wa Mungu alipo, shetani anajihudhurisha. So, kama kuna spirit ya Mungu imekutuma kule, maana yake lazima pia tu itakuwa juu ya hizo roho zote. Even though kuna wengine watakuwa na ushindani, wala wa ushindani hawatakuwa na nguvu zaidi ile roho iliyo kutuma pale ya Mungu. Unaona? Kwa hiyo sasa ndio tunatakiwa tujue mtumishi wa Mungu kama wewe umetumwa na Mungu uende Mlimani City. Kwamba kuna roho, unajua kwa mfano hapa sasa hivi, unashangaa roho inakwambia hivi, kapanda hisi nenda Mwika. Lakini ulikuwa una ratiba eti ya kwenda Mwika siku kufanya nini? Ila kuna roho tu inakusukuma. Sasa unafika kwenye haisi unakutana na vita ya hatari. Unaona? Lakini ghafla unashangaa Mungu anakupa hekima. Anakuambia hebu zungumza jambo hili. Unashangaa ile haisi nzima inakutii na inanyamaza. Mtumishi wa Mungu Bukuku, hebu tumsikie, naona kama mbarikiwa na jambo la kusema. Tunakubaliana kwamba mazingira yote mtu anaweza kwenda kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa namna ya kutumwa. Kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ukienda mbali na Roho Mtakatifu, you are out of power of Jesus. Kwa hiyo wewe leo hii ukienda karibu kula mahali karibu na tayari umeangamia. Kwa sababu hujatumwa na Roho. Mimi kwa sababu naongozwa na Roho, popote nitakapoenda niko naye. No, acha niwakosoe hapo. Sio ngoja niwakosoe. Yesu akiwa ndani yangu, nani ndani yake? Yes. Hatujakataa hiyo kwamba huwa tunaenda Fresh Coach tunakula, ni sehemu ya Waislamu. Tunaenda pale Adosi, ni kweli tunaenda pale sijui Kilimanjaro. Listen first, mbarikiwa subiri kwanza. Mtumishi wa Mungu barikiwa jamani, naongea mimi mwenyekiti Lilian Mwasha mahali hapa. Jamani, the debate imekuwa nzuri sana. Tunaongelea kuhusu roho wa Mungu anafanyaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ngojeni niwaambie, mimi nakukosoa hapa mbarikiwa kwa sababu na wakosoa wote kwa sababu hapa mbarikiwa hautaenda. Ngoja, kama una roho wa Mungu. Basi tumekubaliana roho jamani, tunaenda popote. Yes. Sasa kama roho unamwacha nje. Ndio sasa roho Mungu kama amekutuma. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu utaenda pale unaenda na roho. No. Listen. Unamwacha roho nje. Ngoja nikwambie, mimi sijasema no jamani.